Hatimaye basi tuende sambamba episode ya 8. Tukiwa tunazidi kusonga mbele zaidi na zaidi. Wanaita Mishri kutoka pale pale Scorpion, jumba la burudani Scorpion Studio. Tukiwa tupo ndani ya Singida, Tanzania, mtaa Sokoine, kanisa la Sabato kwa mbele tu kidogo. Lakini pia online tutafute hewani kupitia 0752116567 au 0783032500. Tunakuhudumia chap kwa njia link ama kwa njia Telegram. Bwana ni pale pale episode ya 8 hii hapa. Twende sambamba tukajue nini kinakwenda kutokea. Accident हुआ था. Hasa akamuuliza baba yake yuko wapi? Baba yake alipataga ajali miaka mingi ilikuwa imepita. Sochna sahihi. Ananiambia sasa kuna kitu mimi nimekiona. Ambacho kwa kitu kama kinamnyemelea mwanao. Na kama mwanao atamuoa mwanamke ambaye sio sahihi katika maisha yake, basi lazima akutane na matatizo. Sasa ndio maana mimi nimekuja hapa kuona na wewe. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje Panditi? Anasema mwanamke ambaye nitakiwa apatikane kwa mwanao ni mwanamke mwenye nidhamu, mwanamke mwenye heshima. Wakati huo Mishri ndo anaingia hapa hekaluni. Anapita na mnaye nyuma ya mama. Bwana mama akatua akiwa anapewa maelezo na Panditi kwa sababu anataka aangalie nyota ya mwanae inaendana na mwanamke wa design gani. Kwa hiyo Panditi anamwambia mwanamke mwenye heshima, mwanamke mpole, mwanamke mwenye nidhamu ndo mwanamke ambaye anastahili, au ndo mwanamke ambaye nyota zinaendana na mwanae. Basi wana wakati giri huku anamwambia Mishri, anamwambia kwa maana chakula chote umeleta kwa ajili ya miungu hao wawili? Anasema basi amekuja bana, ameleta maua na moja kwa moja ameleta chakula kwa ajili ya miungu wawili. Anasema hata na hivyo najua kwamba mtasababisha mimi nikafanikiwa katika njozi yangu ambayo ninaifikiria. Ameleta vitu vitamu vitamu akatogiria na vimezea mate. Vitu vimeletwa kwa ajili ya miungu hawa. Sasa kwa hivi siruhusi hata kuweka mkono hapo. Magar hum na inme se zara sa bhi nahi khayenge. Anasema basi Sara Panditi ambe hivi hapa vyote kwa ajili ya miungu. Giria anamwangalia tu. Asi wana akampatia Panditi. Panditi akaweka hapa. Masanamu hayo ndo miungu wenyewe, alafu wanapewa na chakula. Sasa sijui wanakulaje. Aapse kuch nahi chahiye. Basi anasema mimi sihitaji chochote, bali nahitaji tu mimi niweze kutimiza njozi yangu. Njozi ambaye baba yangu siku zote alinitaka mimi niwe. Hicho tu. Anamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumtimizia njozi yake. Unhe humse dur. Hataki kitu kingine zaidi ya hicho. Hivyo tu. Hoka swad lijie. Sasa basi naamini mtakuwa mmenielewa na mmenisikia. Ni mcheshi kweli kweli bibi Mishri. Kisha anaondoka zake. Wakati mama huku anaambiwa wewe acha picha mwanao hapa. Basi kama kuna picha ya mwanamke yote italetwa hapa kwa ajili ya mahusiano, basi mimi nitakuwa naangalia nyota ambaye itakaendana na ya mwanao, ni mwanamke ambaye atakaendana nyota na ya mwanao. Huku sasa bibi akiwa anashona shona hapa na imeimba nyimbo. Mara akafunikwa macho namna hiyo. Rudi. Kaambia Kriti. Bila vizuri. Umenijua basi huyu ni Kriti. Anambia rade babu. Teka. Anambia ni heshima gani peke yake tu. Basi na wewe rade bibi. No. Anasema mama yuko wapi? Mama yako hayupo, ameenda hekaluni pamoja na kakako. Huyu ni Kriti ambaye ni ndugu yake na Ragavu. Dek, kaise sabere kaam pe la. Anasema imbo angalia. Tu hai. Unajua wewe ni mjukuu wangu kipenzi sana. Na kwa sasa hivi umeshakuwa binti mkubwa. Hivi haujampata hata kijana mzuri umlete hapa nyumbani? Anaambia kwanza mimi nafikiria kaka yangu atamleta wifi wa design gani katika hii nyumba. Baada ya kaka yangu kuoa tu, asi na mimi ndo nitaolewa. Alafu na zawadi nzuri kwa ajili ya kutimiza miaka 50 ya ndoa yenu. Akawaletea. Wana miaka 50 kwenye ndoa. Sasa aliwaandalia surprise Kriti. Mara anakuja Chitra. Anasema na mimi pia nahitaji kufanya bonge la party maandalizi kwa ajili ya happy anniversary. Happy anniversary, miaka 50 wako ndani ya ndoa tu. Tena kwa amani kweli kweli. Sasa wakati huo pale pale kuna kitu alikifikiria. Anasema sijui kama atakuja. Nilitamani sana na yeye awepo hapa katika hii happy anniversary ambayo itakayofanyika. Yaani hii sherehe ya happy anniversary ambayo itakayofanyika. Sijajua bibi anamzungumzia nani au anamtaja nani. Anasema lakini kivyovyote lazima aje akae kwenye kile kiti pale. Huku mara uweze mimi mama asiwe hali yake ikarudi. Kumbuka anapumu. Sasa Mishirisi akawa amemwona akaja. Amemkalete maji. Akamtuma Giria akalete maji.
Anasema dawa yangu ipo kwenye gari. Amekunywa kwanza maji, anambia nitakuwa pate ile dawa. Sasa na dawa ipo kwenye gari, maskini ya Mungu. Na Ragavu ndio yuko kule, ajui huko kilichokuwa kimemtokea mama yake. Mama anatoa maelezo, kitu chake cha kuvuta kipo kwenye gari, kwenye mkoba wake. Sasa Mishiria akaona okay, Pandijia akamwambia nenda kaangalia labda kuna gari amekuja nalo. Ikabidi atoke haraka speed Mishiria maskini ili akamletee mkoba wake huku. Shakti ana hasira. Anasema inawezekani. Anambia sasa kwa nini una wasiwasi na mneo Shakti? Anambia kwa nini sio na wasiwasi wote? Wewe unafikiria huyu Rudra mtoto wake akimwoa Mishiri, wewe unafikiria nini kitatokea? Kila kitu watakichukua wao. Mishiri tumemlea tangia alipokuwa binti mdogo mpaka leo hii amekuwa. Alafu anakuja kuolewa tena na mtoto wa adui yetu, haiwezekani. Ana hasira kwa kweli Shakti. Sasa anasema sasa kama hii nyumba itachukuliwa, si tutakuwa tuna nini sasa? Yaani tutakosa kila kitu kwa sababu ni cha Mishiri. Na sisi hapa tutaanza kufanya kazi za ovyo ovyo. Anambia hakuna mtu yote atakayeondoka katika hii nyumba. Hii nyumba ni ya kwetu na tutaishi milele hapa. Sasa kama unaona kwa kama tutaishi milele, haya ona, lakini mimi nakwambia ukweli. Akaambia kila kitu kilichokuwa hapa ni cha kwetu. Mimi siamini kwa kwamba eti huyu Mishiri kwamba eti kila kitu ni cha kwake hapa. Japokuwa hata kama ni hivyo, lakini bado tu anatusikilizaga sisi. Hata kama anatusikiliza, lakini mama ataolewa na mtoto wa Rudra. Simuona bibi alishatangaza, ndio nasikia. Shakti amechanganyikiwa. Sasa na mimi unisikilize bana, kwa nini unakuwa hivyo? Angalia aka mimi sitaki uwe hivyo bana. Sasa unataka mimi nifanyaje? Unataka nitabasamu hapa? Mimi nimeshasema kwa kwamba haya yote niachieni mimi. Mimi najua nini cha kufanya. Kwa hiyo utamzuia mtoto wa Rudra asimoe Mishiri kama Mishiri atakubali. Sasa pale akapata wazo. Bwana mama mdogo huyo, wazo gani kapata? Alima ngoja utaona. Baada ya kumwambia mama yangu na familia yangu, tunaenda kufunga ndoa mimi na wewe. So basi Mungu ajalie kama jinsi ulivyokuwa umesema. Mimi najua unanipenda kiasi gani na mimi nakupenda pia Vani. Nikisikia unajisikia furaha sana. Naona kabisa kwa kwamba wewe ndio mwanaume wangu wa maisha yangu. Yaani mwanaume wa milele. Wakati Mishiri akaja kweli kakuta gari ile hapa. Kuangalia mkoba huu hapa. Anafungua, jamaa aliloku. Sasa anaongea na simu. Anasema kweli mimi nataka ile jambo liweze kufanyika haraka sana. Yaani bora tu tufunge ndoa mimi na wewe. Tedi kufungua milango ifunguki. Sasa nifanyaje? Mishiri akaone Mungu wangu atamsaidiaje sasa. Kuangalia si akaona kuna jabali ile hapo. Akakamata jabali. Akaona pote ile ya pote. Mtu asije akafa hapa na dawa yake ipo ndani ya gari, naye akashinda kufungua mlango wa gari. Akaona bora vunje kioo. Akapiga moja bila mzee. Akavunja kioo mzee cha gari. Ragavu anageuka. Anashangaa. Bwana gari yake imevunjwa kioo. Huyu mwanamke ni kichaa. Basi haraka jamaa akaja kuchukua bibie akaja kuchukua mkoba akasepa. Ragavu anashangaa, akamkumbuka mwanamke. Alipoona tu mavazi akamkumbuka. Si ndio nilikuwa nimepambana naye kule? Akamwambia samani Vani nitakupigia simu. Wewe binti. Mwizi wewe. Akajua binti kaiba. Anamwambia sasa ishafikiria nini cha kufanyika. Ekdam smart. Kwamba ataolewa Mishiri na mtu smart. Ataolewa huyo atakayemwoa ndio atakayechukua kila kitu. Wewe tulia. Hamjajua mimi nimefikiria nini. Sasa Shakti. Nani ambaye unataka muoe Mishiri? Nani? Sema. Nani ambaye unataka muozeshe Mishiri? Wewe unafikiri ukimuozesha mtu mwingine au mtu yote Mishiri tutapata chochote? Ambaye njoo akamshika mkono. Akamwambia angalia kwenye kioo. Huyu unayemuona hapa kwenye kioo ndio atakayemuoa Mishiri. Jamaa kujiangalia ni yeye. Yaani eti mjomba ndo aje amuoe Mishiri. Akavaa na miwani. Mamaji? Yaani mjomba. Mjomba bwana mbona bahati ya mtende. Naye anapompenda Mishiri. Umar. Anasema kweli mimi nitaoa. Wewe utakuwa ukae smart hivi. Na unatakiwa uamini mimi. Yule Mishiri hawezi kunipinga mimi kwa chochote. Yaani hawezi kukataa kivyo vyote. Mungu naomba ujalili jambo. Nitafanya chochote kuhakikisha kwamba wewe ndio unayemuoa Mishiri. Yaani Mishiri sitaweza kukubali akaolewa na mtu mwingine. Ataolewa na mtu wa imani hii ili mali zibakie katika mikono yetu.
माँ ये बात बताओ Anasema lakini mama, कि कैसे atakubaliji? जैसे माँ Mimi najua तो ठीक है nini nitachokifanya. Kwa hiyo hayo mengine yote niachieni mimi hapa, ila lazima हाँ तो तुम्हारा मामा सच bwana harusi awe mjomba wako Bantu. Bwana sijajua huku jamaa anamfukuzia bibie akijua binti ni mwizi, amebeba mkoba, kumbe binti maskini Mungu anawaisha dawa kwa ajili ya mama yake. Sijajua itakuwaje. Binti anawahi, huyo jamaa nyuma yake mzee anakuja. Bwana anamuita, wewe mwanamke mwizi, lakini wapi? Mwizi mkubwa. Binti huyo watu wanasikia mwizi kashapita, anasepa namna hiyo. Sasa baadaye akajikwaa maskini, akaanguka. Bibi Mishiri akawa ameumia mkononi, lakini hilo hakujalisha, akawaya rakaraka. Ragavu huyo Ragavu anaangalia tela, anashangaa kampotea. Alikuwa amekingilizwa na watu pale, kwa hiyo hajajua binti amepitia hapo. Basi wana binti akamchukua moja kwa moja akampatia dawa mama. Ndo akawa nafua. Anasema kiukweli binti yangu nikushukuru sana, yani pengine usingokuwa wewe sijui hata ingekuwaje. Akaambia kumsaidia mtu ni jukumu la kila mmoja. Mtu anapokuwa katika matatizo lazima uweze kumsaidia. So binti ni mkarimu sana. Mbona unaongea maneno mazuri sana? Anasema wewe ni dada yangu Mishiri. ये सारी परेशानी Anasema kiukweli तो की मिठास में घुल umeweza kuokoa maisha yangu, umeweza kunijali. Mara kumshika kucheki, alikuwa ameumia hapo. Ananiambia hapo umeumiaje? Ananiambia usijali, ni jeraha dogo tu. Ananiambia hapana, kaa hapa, kaa. Mama alijikuta amemkubali maskini bibi Mishiria, binti mwenye heshima, mwenye nidhamu kweli kweli. Halafu sasa kama wameweza kunisaidia mimi, kwa nini na mimi pia nisikusaidie? Mama akatoa maskini yenga chifu yake akamfungia mkononi Mishiri. Mishiri akiwa anamwangalia anasema wewe ni binti mzuri sana. हाँ बस दादी तबीयत सही हो जाए. Unaishi wapi? Anasema tunaishi nyumbani kule, tunaishi na bibi, mama mdogo, mjomba na wengine. Wazazi wako kwa wapi? Anasema mimi wazazi sina, baba na mama walishapoteza maisha muda mrefu. केली नहीं आई. Anasema lakini uko katika hali kama hiyo, umekujaje peke yako? Anasema sijaje peke yangu na mwanangu. Kuangalia kamuona, mimi mwanangu tena yule pale. Binti kugeuka katoa jamani, akawa amegeuka yeye anamtafuta Mishiri. Ajui Mishiri ameelekea wapi. Bwana sijajua itakuwaje. Hebu twende sambamba, episode ya 9 hapa. Haiko mbali, tunazidi kutaradadi. Wanaita Mishiri na baba la baba. Kidume jeuri kama kawa. Nikiwa nazidi kutaradadi. Tunaunganisha episode ya 9 hapa. Hebu twende sambamba tukajue nini kinakwenda kutokea. Mama mdogo akitaka sasa Mishiri aolewe na mjomba. Yaani kama Mishiri ataolewa na mtu mwingine, wao watapoteza kila kitu, hata sehemu ya kuishi pia wanaweza wakaipoteza. Sasa kwa sababu kila kitu ni cha Mishiri, ili mali ziendelee kubaki. Kwa hiyo bora tu Mishiri aolewe na mtu hapo nyumbani. Sasa eti mama mdogo kafikiria mjomba ndo amoe Mishiri. Sijui itakuwa. Hebu twende hapa. Episode ya 9. तो हमने ही अकेले आगे बढ़ने का फैसला लिया है. अकेले